Kwa majina naitwa Aziz Rashid kutoka idara ya biashara Chuo Kikuu Ardhi, na kwa hapa ni mhadhiri msaidizi kwenye masomo ya kibenki na masuala ya fedha. Program hii ambayo tumeita Financial Inclusion Program ni program maalum ambayo inafanyika chini ya idara ya biashara kwa ushirikiano na Benki Kuu ya Tanzania. Na malengo makubwa ya programu hii ni kutaka kutengeneza daraja la wakufunzi wa masuala ya kifedha ambao watapatiwa elimu hiyo na mafunzo hayo kwa ajili ya kuongeza uelewa kwa jamii kwa ujumla. Benki Kuu imezindua mpango huu wa programu ya Financial Inclusion kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika taasisi za elimu. Chuo Kikuu Ardhi ni miongoni mwa hao. Vile programu hii ina malengo ya kitaifa ya mpango wa utekelezaji mpango wa kitaifa wa kuongeza ujumuisho wa huduma za kifedha. Kwa kama inavyojulikana, ushiriki katika huduma za kifedha unategemea kwa kiasi kikubwa elimu na watu kuelewa mambo mbalimbali. Tunapoongelea kwamba elimu ya fedha tunaona ni kitu kidogo na tunategemea kwamba tunakijua, lakini kiuhalisia, kiukweli nilikuwa nahitaji ya mafunzo kuangalia ni jinsi gani ninavyoweza kuzimanage pesa zangu, na hii elimu ni muhimu pia kwa watu wengi waipate, kwa sababu tumeona ni jinsi gani mtu anavyoweza kupanga matumizi yako ya pesa, lakini ni vitu gani ambavyo unaweza ukaona kwamba ni vya muhimu zaidi katika kupanga matumizi yako ya pesa, na vitu gani unaweza ukaona kwamba vikafuata. Lakini tumeona kwamba Watanzania wengi, hata sisi maprofesa, hatujui jinsi gani ya kutumia pesa zetu. Hii elimu inahitaji sasa iende kule chini kwenye jamii. Kila mtu Mtanzania yeyote anatakiwa ipate hii elimu ya pesa. Hii elimu ni mtambuka. Ukiwa injinia lazima ujue elimu ya pesa. Ukiwa mwanasiasa lazima ujue elimu ya pesa. Ukiwa mtu yeyote lazima ujue elimu ya pesa. Mama wa nyumbani lazima ujue elimu ya pesa, kwa sababu kila sehemu tunahitaji hii elimu kwa ajili ya kupanga jinsi gani ya kufanya matumizi, lakini ni jinsi gani ya kuinvest. Programu hii itakuwa ni kama mkombozi tuseme, kwa sababu imetoa mwanya au inawatoa watu katika zile fikra za kitamaduni ambazo wamezizoea. Badala ya kukaa na pesa zao ndani kwenye magunia au kuzihifadhi sehemu ambayo sio stahiki, kwanza inasaidia kwamba pesa zitakuwa katika mzunguko ambao ni rasmi sasa, kwa sababu watu wataanza kutumia mabenki, watu watatumia mitandao ya simu katika kuhifadhi kwao. Lakini vile vile programu hii inawafungua watu kwanza, ukishakuwa na akiba zako basi ziwekeze ili uwe na kipato kingine cha ziada kutoka kile kipato ambacho umekizoea kila mara. Ni kweli kwamba tumekuwa kwenye eneo hili kwa miaka mingi, lakini kuna taasisi pengine ambazo tumekutana nazo ndogo kabisa, hasa kwenye civil society organizations ambazo wasibu wake bado tunafikiri tunahitaji kwenda kuwaongezea ujuzi kwenye elimu ya fedha. Lakini pia wakati mwingine hata baadhi ya watu wana nafasi kubwa ambazo tumekutana nazo kwenye taasisi hizi, tumeona kuna gap. Mathalan kwenye mafunzo ambayo tumepitishwa, hata sisi wenyewe unaona kuna vitu bado tunahitaji kujifunza. Tumeelezwa mambo ya budgeting, lakini pia na planning, na kuset goals zetu za namna gani basi kile kipato ambacho tunakipata tunaweza kuhakikisha kinatusaidia katika kuendesha maisha yetu ya kawaida. Sasa ni Watanzania wengi ambao wako huko mtaani ambao elimu hii wanahitaji sana kwa ajili ya kwenda kuboresha maeneo yao ya utendaji kazi, lakini pia maisha yao ya kawaida. Pengine kwa sisi ambao tumesoma, unaweza kuona wakati tukifundishwa na walimu wetu, kuna vitu vya kawaida sana ambavyo tumekuwa tukiulizwa. Je, kwenye kile kipato kidogo tunachokipata ni namna gani tumeweza kukitumia katika kufanya matumizi ya kawaida, lakini pia kuna matumizi mengine ambayo ni ya kuendesha maisha yako ya kawaida wewe kama mtu binafsi ambaye unapata mapato yale, lakini pia namna ya kufanya saving. Utaweza kuona watu wengi bado eneo la saving ni changamoto, kwa sababu tunafahamu kwamba kuna kesho na kesho lazima uipange leo. Sasa wakati mwingine tunakuwa bado hizi ni elimu ambazo zinahitajika sana kwa kiwango kikubwa, na tunashukuru sana waliona umuhimu wa kuileta kozi hii kwetu kwa ajili ya kuifikisha katika jamii.
Sisi tukitoka hapa tunaenda kuwa wakufunzi, tunaenda kufundisha wengine, kwa sababu tunaopata elimu hii kwa sasa hivi kohoti ya kwanza ni watu wachache tu, tuko kama 24, lakini tunategemea kusambaa na kufundisha hii elimu ijulikane, watu wengi waijue, kusudi kuwe na nidhamu katika matumizi ya pesa. Kama nilivyosema, maprofesa, madaktari, mkulima, mfanyakazi, kila mtu kwa nafasi yake ni vizuri akapata hii elimu ya pesa, itamsaidia kwa namna moja au nyingine. Maprofesa tunaonaga tunajua vitu, lakini kumbe bado hatujafika, bado hatujajua. Kwa unakuta kuna vitu vidogo vidogo, ujuzi mdogo mdogo ambao tunauhitaji kusment hii profession yetu. Kwa mimi ninawaombe kwamba ni vizuri watu wajitokeze wasome hii elimu ya pesa. Ni elimu mtambuka, ni elimu inayohitajika kwa taifa letu na inahitajika pia kwa kila mmoja wetu. Training hii kwa mwongozo inatokea kufanyika kwa siku 10. Kwa ni training ya siku 10 ambayo inafanyika kulingana na mambo ambayo yameelekezwa kimtaala. Kwa hiyo washiriki watajifunza kuhusiana na masuala ya money management, usimamizi wa fedha kwa ngazi ya mtu binafsi, individual. Watu watajifunza kuhusiana na mfumo wa fedha, watajifunza na masuala ya kikodi katika mbinu mbalimbali bunifu za ufundishaji, kwa sababu tuzingatie pia programu hii ni ya wakufunzi, kwa ina namna fulani ya ufikishaji ambao ni tofauti na ile ambayo tumezoea darasani. Vile vile inahusisha wadau. Kwa hiyo ndani ya hizo siku 10 vile vile siku kadhaa zitakuwa ni za kuhusisha wadau wa kifedha, pengine kutoka kwa sekta za kibenki, kutoka kwenye makampuni ya malipo ya simu, kwa ajili ya kuja kuzungumza nao masuala mbalimbali na kujaribu kuongeza uelewa wa kile ambacho tumejifunza katika darasani. Sisi tuna makubaliano na Benki Kuu ya Tanzania kwenye makubaliano ya ushirikiano ya MOU. Na sisi tulivyoanza, tutaanza nayo kwa miaka 5. Kwa hiyo hatua hii ya mafunzo kwetu sisi tunachukulia kama ni ya kwanza tu. Tunataka vile vile baadaye tuende katika utafiti wa masuala ya ujumuishaji wa kifedha, kuangalia changamoto ni nini na namna gani zinaweza kuboreshwa. Tunategemea kuenda katika community outreach, kufikia jamii, kuzungumzia masuala mbalimbali. Nataka tuende kwenye masuala ya sera za kifedha, policy reforms na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwetu sisi program sasa tunaweza kusema tuko kwenye jambo moja tu ambalo tumeanza kulifanya. Kwa hiyo tunategemea mpaka ikifika miaka 5 angalau tutakuwa tumetanua wigo wetu kama idara tunavyoona, kufikia haya malengo yote tuliowekea chini ya program ambayo tumekusudia. Kwa sisi tutaenda kwa miaka 5 kulingana na makubaliano yetu na Benki Kuu ya Tanzania, na vile vile kulingana na mpango wa kitaifa. Baada hapo tutajifanyia tathmini sasa kwa tumefika wapi na ni nini kingine cha kukiongeza au cha ubunifu zaidi cha kuboresha.